الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. فسبحان الذي أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته، ووعد الصالحين بجنته ومستقر رحمته، وتوعد العصاة بدار نقمته وزوال نعمته. الحمد لله الذي أورث الجنة من عباده من كان تقيا، وأعد النار لمن عساه وكان أولى بها سريا. وإن منكم إلا واردها كان عدوتنا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أنهم أصحاب الجحيم. وقال سبحانه: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله. Akatufikisha Aljumaa kama hii ya leo, kama tulivyoweza kuhudhuria Aljumaa zilizopita. Hii ni katika taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni katika mapenzi yake Allah subhanahu wa ta'ala, na ni zaidi ya hapo, ni katika kadari yake Allah tabaraka wa ta'ala. Siku zote huyu mwanadamu hatakuwa ni mwenye kusalia katika hali moja. Ya ta'ala jami'il alamin kataba al-maut wal-fanaa ala jami'il alamin. Mwenyezi Mungu ameshaandika dhidi ya ulimwengu na malimwengu, na hasa kila kilichokuwa na uhai kwamba kitakufa na kuondoka na kutoweka kutoka kwa mwanga wa jua katika maisha haya ya ulimwengu. Kwa hivyo ipo siku mimi sitakuwepo na wewe hutakuwepo. Kwa hivyo hakuna Subhanahu wa ta'ala ndio itakusaidia. Iqra at-tarikh, read human history, soma historia za wanadamu katika ulimwengu huu. Wamepita watu kiasi gani? Wamepita umma kiasi gani? Kuanzia Sayyidina Adam, Abul Bashar, baba ya wanadamu, mpaka leo tulipo, na bado watakuja wengine, mpaka siku ile Mwenyezi Mungu atakuja kuondoa ulimwengu na vilivyoko juu yake. Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Baba, usitumie ujanja, it won't help you at all, to be honest. Kila mbinu za kijanja unazotumia dhidi ya njia ya Mwenyezi Mungu zitakuumiza wewe tu, na wewe ndio utakuwa on the receiving end. Kwa hivyo watukufu wa Uislamu, inshallah leo tutakuwa tukitembea tukiogelea katika hizi aya nilizozisoma. Hizi aya ndio leo zitatuwekea wazi inwani ya khutba yetu itamaanisha kitu gani. Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba wanadamu na majini na watu kwa kusudio kwamba wao waje humu duniani kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kama anavyoweka wazi mwenyewe: wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sikuwaumba majini na watu ila wapate kuniabudu mimi Mola wao. Mungu ndiyo Mola, muumba na mlezi wa viumbe. Yeye tu ndio anatakiwa aabudiwe. Waabudu maana yake ni kufuata na kuzingatia mazingatio yake na maamrisho zake kwa jinsi na namna anavyotaka yeye, na kisha kafundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ulimwengu sisi hapa ni mapito, tuko mapitoni, tuko katika mapito. We are living a probationary life. Do you really understand what probationary life really means? You don't belong to this world at all. Wewe si mtu ya hapa. Wa inna dar al-akhirata la hiya al-hayawan law kanu ya'lamun. Mungu anasema katika sura al-Ankabut, hakika maisha uliokamilika na wa kweli na wa hakika ni ile kuna duko kule peponi. Hiyo ndio maisha ambao wamekusudiwa wanadamu wote. That's why dunia hiya darul fanaa, ay inma hiya darul amal wa inma al-akhiratu hiya darul jazaa. Hapa ni mahali ambapo watu wameleta
yetu ili watahiniwe, wafanyiwe tuwe kwenye misukosuko za aina mbalimbali, ili wapate kutathminiwa kabisa na Allah tabaraka wa taala. Hivi ni yupi atakayefuata katika maamrisho zake Allah subhanahu wa taala, na wapi ndio hawatofuata, wakafuata nafsi zao na njia za shetani. Kwa hivyo wasio wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kwa waliopita na walioko ni kwamba wamche Allah subhanahu wa taala juu ya njia yake ambayo ni ya Uislamu. Hakuna njia nyingine. Vijia viko vingi, hata mamilioni dunia hii, ambao kila mtu anamejitungia, lakini njia haki na kweli na mfumo wa maisha ambao sisi tunaujua bila shaka ni ile ambayo Mwenyezi Mungu katuletea, al-Islam. Inna dina inda Allah al-Islam, hakika ya dini, mfumo na njia sawasawa ya maisha kwa wanadamu wote katika ulimwengu huu ni ya Uislamu. Mwenyezi Mungu anasema subhanahu wa ta'ala, ule watu kumnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu kwa kuzifuata maamrisho zake sawia na vile alivyofundisha mtume wake mteule Nabii Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hapo ndipo maana Mwenyezi Mungu anatuambia katika sura Al-Imran, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini Mwenyezi Mungu na mtume wake na mkazifuata sheria zake Allah subhanahu wa ta'ala. Muamini Mwenyezi Mungu qawlan wa fi'lan. Wao wanasema tumemwamini Mwenyezi Mungu, lakini vitia wanavyovifuata ni kinyume na vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyoamrisha. Huwezi kumwamini Mungu na kisha kwenda kinyume na maamrisho zake, haingii akili. Taqullaha haqqa tuqati, muogopeni Mwenyezi Mungu sawa na ninavyowapasa nyinyi kumwogopa. Na kwa maana yake nini? Mwenyezi Mungu atiiwe wala asiasiwe. Mtu asimwasi Mwenyezi Mungu bali amtii, ashukuriwe Mwenyezi Mungu wala asikufuriwe. Mwenyezi Mungu namshukuru katika neema zake na katika hali alizokuja kukadiria. Lakini ukimkufuru badala ya kumshukuru, maana yake nini? La in shakartum azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lashadid, kama ilivyo katika sura Ibrahim. Fahamu, there are no shortcuts in Islam. Hakuna njia za mkato katika Uislamu. Unafuata vile Mungu alivyokuamrisha. Si unaamini yafuata. Tena alifundisha Mtume alayhi salam, sio kwa akili yako kama unatoka mfuko yako. These are not pieces of legislation legislated by human beings. Not at all. Legislation and ordination and arrangements come from Allah, the creator of the worlds. Don't understand that. So simple. Wao unaamini Mungu kakuumba, kisha alafu unaishi utakavyo. Inaingia akili? Haingii akili. Hebu angalia wewe unafanya kazi mahali. Kuna unakofanya kazi, the rules and regulations pertaining to that job. Wanakutengenezea kitu na code of ethics or code of conduct. Kama ni shule, kuna rules and regulations. Kama kwa civil service, kuna rules, code of conduct. Kama ni kampuni, linakuwa na sheria yake na utaratibu zake. Inaingia akili Mungu awaumbe wanadamu awalete hapa na majini kisha awache tu waishi kama hayawani? La! Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Hivi mnafikiri kwamba tumewaumba tu khalaqnakum abathan without any purposes? Just haphazardly? Maumbo tunakuletwa tu, muishi tu, mule na munwe, mulale, fanya shughuli kisha basi ndani sitimeisha. Tumia akili ambayo Mungu amekupa. Hiyo akili sio meganda au likasalia kama jiwe humo ndani. Mungu amekupatia neema ya akili. Mwenyezi Mungu amemkarimu mwanadamu, walaqad karramna bani Adam. Mungu anasema katika sura Bani Israil, hakika sisi tumewakirimu. Hiyo that honor that Allah subhanahu wa ta'ala honored mankind actually refers to his mental ability. Umeelewa? Kwa hiyo akili ambayo anapewa. Kama una akili ni bahati mbaya. Wanatengeneza madege, meli baharini, zana za vita, mambo ya mawasiliano. Mambo haya yote yametokana na akili ya mwanadamu ambapo Mwenyezi Mungu kawapa. God gave them.
Wanadamu anaendelea kufumbua mambo, keep on discovering and inventing things technologically and otherwise. Haya mambo yote ni Allah subhanahu wa ta'ala ndio amemwezesha huyu mwanadamu. Kisha mwanadamu anakosa kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mungu ni moja na njia yake huwa ni moja. Ndio maana kuanzia Nabii Adam mpaka mwisho wa mitume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Nabii Muhammad alayhi salatu wasalam, ile njia waliopewa ni moja tu ya Uislamu. Kunyenyekea na kujisalimisha katika maamrisho za Allah subhanahu wa ta'ala, to be obedient and subservient and to the will of God. Hiyo maana yake al-istislamu lillahi wahdahu. Fahamtum kalam? Takuwa namna hii. Walidhalik Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kupitia mitume wake anatufundisha kwamba njia ya kipekee ambao namna alivyotuwekea ndani ya Qur'ani kwamba inna dina inda Allahi al-Islam, hakika mfumo wa maisha, njia ya maisha ya mwanadamu kuishi hamna nyingine ila ni al-Islam. Ndio Allah anatuambia subhanahu wa ta'ala katika suratul Baqara aya 132 na aya 133 zikifuatana. Allah anasema wawasa biha Ibrahimu banihi wa Yaquba, na Ibrahimu na Yaquba waliwahimiza watoto wao kitu gani? Inna Allah astafa lakum ad-din, hakika Mwenyezi Mungu amewachagulieni dini manake mfumo wa maisha wa kuishi kwa kadri ya uhai wao. Wewe sikuwa Mungu amekuleta dunia hii ukaishi tu utakavyo, ama unaishi bila kujua uishi vipi. Haingii akili. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wakaambia watoto wao, hakika enyi watoto wetu, hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amewachagulieni dini hii, nayo ni dini ya Uislamu. Basi kwa ajili hivyo, fala tamutunna, msiache ila watu muslimu, msiache muda wa uhai wenu, bimaana msifikiwe na mauti isipokuwa na nyinyi mko kwenye dini hii ya Uislamu. Hiyo ndio ilikuwa wasia wa Nabii Ibrahim na Yaquba. Yaquba unajua ni nani? Ni mjukuu wake. Yaqub ibn Ishaq na Ishaq ibn Ibrahim ibn Azar. Japo taarifa upande mwingine pia tuna taarifa kwamba Azar alikuwa ni Abia. Whatever the situation. Hiyo ndio kwa wasia wa wateule wa Mwenyezi Mungu kwa watoto wao. Kisha sikiza sasa ile aya inayofuata tena. Allah anatuambia katika aya 33 inayofuata hii. Allah anasemaje kupitia nani? Kupitia mitume wake. Anasema am kuntum shuhada idha hadara Yaqub al-maut. Anasema, je, na nyie mlikuwa, enyi Wayahudi, wanazungumziwa Wayahudi, mlikuwemo hapo wakati pindi kifo kilipomjia Yaqub alayhi salam, alipowakusanya watoto wake na kuwauliza, anawauliza nini? idha qala libanihi ma ta'buduna min ba'di, aliwakusanya watoto wake wote 12 na akawauliza, enyi wanao, hivi sasa mimi naondoka, wa huwa ala firashi al-maut, akiwa juu ya godoro ya kuondokea. Hivi sasa mimi naondoka naelekea mbele za Mola wangu, mbele ya Mola. Baada yangu mtamwabudu nani? Mtamwabudu nani? Mtafuata njia nani? Huyu ni baba mtu anatoa na wauliza watoto wake, anahakikisha kwamba amewacha watoto nyuma wanayemwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wamemakinika na kuwa na msimamo juu ya Uislamu ambao wamewahusia wakiwa bado katika qaid al-hayat. Umeelewa? Wakiwa bado kwenye uzima wa afya, when they are still alive. So they are questioning their project, their kids, their children. Nafahamu? Mnaabudu ya nani? Sikiza sasa jawabu. Hii inakuwa ni funzo kwa sisi tuliokaa hapa
na wale watakaotusikiza kule nje. Watoto sikiliza, wanaoleleka katika Uislamu, watoto ambao wamelelewa katika tarbiyatul islamia, manhajur rabbaniya, isma'u ikhwata al-iman. Ndugu zangu katika imani, hebu sikilizeni, just listen to this very keenly and attentively and holistically. Sikilizeni. Qalu, wanasema wakajibu, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Wale watoto wakasema, waambia, hakika ewe baba yetu tutamwabudu Mola wako na Mola wa baba zako. Sio baba yako, Mola wa baba zako, Ibrahimu, Ismail na Ishaqa, ambaye ni Mola moja, ilahan wahidan, na sisi pia ni wenye kufuata amri yake na kumdhalilikia, wa nahnu lahu muslimun. Sasa wewe jiulize, endapo utakufa leo hii, utakuwa umewaacha watoto wa aina gani kule nyuma? Ukifa leo kwa sababu wewe ni mwanadamu, leo upo, jioni ya leo haupo, ama kesho haupo, kesho kutwa haupo, mtondo haupo, mtondogoo haupo. You're somebody who is actually on a transition and living a professional life in this world. Wewe ni mtu unaishi maisha tu ya kupita. Unaishi ni kama kwamba ufu. Unaishi ni kama kwamba utaishi milele. When we live like that, so weird. Unaswali, unafunga, unaenda haji, unatoa zaka, unatoa kila kitu. Kisha ikija katika masala ya akhera, wewe unakuwa sasa roho inanukulia kudunda kabisa. Wewe unaona kwa sababu unaona unasema siko tayari. Nani atakuuliza kama uko tayari ama uko tayari? Walikulli ummatin ajal, fa idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tumuogope Mwenyezi Mungu. Tusipowalea watoto wetu katika njia ya Uislamu, watakufa makafiri. Yaani bila shaka. Na sisi wenyewe tusipofuata Uislamu, tutaishi nje na Uislamu. Hiyo ndio ukweli. Ndio wengi tutasema ni Waislamu, lakini tukija kwenye ukweli wa dini, tuko nje ya dini Uislamu kabisa. Angalia. Mwenyezi Mungu lazima ashukuriwe na watu wasikufuru. Hiyo ndio maana kusema fala tamutunna illa wa antum muslimun. Msife bali mtakuwa Waislamu, watu waliojisilimisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kikamilifu kwa kauli na vitendo. Hata katika malezi ya watoto katika Uislamu, Mwenyezi Mungu anatufundisha kupitia mitume wake wateule. Tizama, kupitia Nabii Yaqub, kupitia Nabii Isa, kupitia Nabii Yahya. Ya Yahya khudh al-kitaba biquwwa wa atainahu al-hikma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Kisha tunaambia walam yakun jabbaran asiya. Kule mbele sasa Nabii Isa angalia tarbia za mitume wa Mwenyezi Mungu. Tunafundishwa tarbiyatul aulad fi al-Islam ndani ya Qur'ani ala kitabu wa sunna. Kipo watoto wetu wanaishi maisha ya gani? Ni watoto ambao hawajui Uislamu, wanachokijua ni bangi na miraa na sigara na kete na kila takataka zote. Lakini Uislamu hawana, wazazi wenyewe na Uislamu hawana, hawajui. Wanachozungumza ukisikia unashangaa. Tuchunge zaidi maneno yanayofyatuka kwenye ndimi za watu, yaweza kuondoa watu katika Uislamu. Katika masala ya aqida kuna kitu kinaitwa an-nawaqidul iman qawliyyan wa 'amaliyyan. Nawaqidul iman, we have what we call nullifiers of faith.
out of iman. Kuna mambo yanayobadilisha imani za watu kupitia matamshi za watu. Neno moja unatemka, kwa hilo tu unaweza ondoka katika dini, au tendo moja ukalifanyiza likakuondoa. Wengi wetu na hata wengine unafikiri wanajifanya ni mashehe, wanasoma Qur'an, wanasoma nini, lakini katika mujtama ukiangalia muamala yao na ile jamii wanaoishi ndani, hapo ndio utawajua kabisa msimamo wao. Makusudio yangu kubwa katika kuleta hii mada ni kwamba mada yenyewe ni kwamba ni haramu usiku na mchana, ni haramu ila dahr ad-dahirin wa ila al-abad al-abidin. That is, it is forbidden eternally, and that means forever. Kwa Muislamu kumwombea msamaha kwa watu waliokufa juu ya ushirikina, watu wakafa wakiwa na muasi Allah subhanahu wa ta'ala, wamemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Leo utakuta Waislamu wangapi wanasimama juu ya makaburi za watu ambao ni washirikina, wanawaombea Mwenyezi Mungu bil maghfira wal rahma, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Msiba mkubwa, msiba. Hata kama mtu jahili angefanya basi yajua ni jambo ambalo anaweza kuwa na certain excuses. But unfortunately today people, watu ambao watu wanaitakidi na kuamini kwamba ni watu wa dini, ni watu wanajua baadhi za vitu katika dini, ndio leo wanasimama juu ya makaburi za watu wasiokuwa Waislamu na kuwaombea msamaha na rehema na janna, kama kwamba janna ni ya kwake ama ni ya ukoo wake. Pepo ni mali ya Mungu na moto pia hivyo hivyo, lakini Mungu aliweka njia kamili ya kuelekea kwa hiyo pepo na kuelekea kwa hiyo moto. Wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyakfur wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. We have been given the choice. Aidha sisi tujichagulie njia kwenda peponi ama motoni, kwa sababu Mungu ameviweka. Nasema Mwenyezi Mungu anamsamehe anayetaka, anamwadhibu anayetaka. Kwa hivyo wewe kaa tu, usifanye lolote, usiswali, usifunge, usiende hija, usifanye lolote, kaa. Hiyo swali hata waliuliza sahaba, walimuuliza Mtume alayhi salam, kama kila mtu ameandikiwa na kukwenda, situkae tu tutegemee our own fate and sisi huko mbele. Niliwahi kuzungumza juu ya mimbari na watu imani mara nyingi. Ndugu zangu, unaweza kuwa unaswali, unafunga, unafanya kila kitu na tayari umeshaondoka katika Uislamu, ima kupitia kwa vitendo vyako au kwa kauli yako. Ni hatari kubwa sana. Don't just sit and argue ignorantly. Usije tu unapishana na hujui. Sababu nuzuli hadhihi al-aya, sababu ya hii aya ikuteremka. Hii aya iko katika sura At-Tauba, aya nambari 113, ambapo Mwenyezi Mungu anasema, sikilizeni vizuri, ma kana lin-nabii, haimpasi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, walladhina amanu, pamoja na wale walioamini, an yastaghfiru lilmushrikina, kwa wao kuombea msamaha na rehema watu ambao ni washirikina, watu ambao ni washirikina. Ay la yanbaghi wala yasihu lin-nabii wal-mu'minina an yatlubu min Allahi al-maghfirata lil-mushrikin. Haipasi kabisa kwa Mtume Muhammad alayhi salam na waumini na wafuasi wake watakaokuja mpaka kiyama kuwaombea washirikina, watu waliokufa juu ya ushirikina, wakiwa wakimshirikisha tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kusema Mungu ana mtoto. Nafahamu wale kusema
kumsingizia Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwamba amejifanyia mtoto. Wajua ni dhambi kiasi gani? Sikiza katika sura ya Maryam Allah anasema nini? Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wama yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. Waislamu tusome kitabu cha Mwenyezi Mungu na tuielewe vizuri. Tunasoma magazeti za Daily Nations na The Standards, ni kuangalia tu sisi sote through social media usiku. Hatuna habari na hichi kitabu, vinaozea vinaharibikia tu manyumbani na hapa kwa msikitini. Kusoma kitabu cha Mwenyezi Mungu ni kazi. Wallahi, unaweza kuwa profesa wa aina yoyote kama hujui dini ya Mwenyezi Mungu, fa anta jahil murakkab, wani jahili ya mwisho. Mtu aliye na elimu ni mtu ambaye amesoma sheria ya Mwenyezi Mungu na anamfahamu Mungu na dini yake na njia zake. I think you hear me well. That is the reality. It's so unfortunate that Muslims don't want sincere, don't want to study their own religion, their own book. So unfortunate. It really pains a lot. Somebody has spent over 20 years studying just schools, high schools, tertiary colleges, universities, and what have you, and then he takes pride in that. You are still ignorant. Wewe bado ni jahil murakkab katika sheria za Mungu. Inakuwaga namna hiyo. Wewe unatoa miaka mingapi kusoma vingine? Kitabu hichi cha Mwenyezi Mungu ulishindwa. Less than 2 years umemaliza kitabu umesoma. Usitafute tena, jifunze tafsiri yake, jifunze hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jifunze lugha ya Kiarabu. Watu wanalipa pesa kusoma Spanish, German, French. Unajua lugha ya Kiarabu ni lugha ya watu wa peponi. Do you understand that? Unajua hivyo? Lugha watu wa peponi wanazungumza Kiarabu, si Kizungu, si Kifaransa. Umeelewa? Si Kiborana, si Kisomali, si Kihindi. Ukifa tu na mnayo ukizikwa, malaika wakija huko kwa maswali wanakuuliza kwa jina gani? Kwa lugha gani? Kwa lugha gani? Lugha ya Kiarabu. Makka imetibqa ruha asasila lahu. Sawa al-tamam. Tapi sudah cukup. Ini baru cukup aja. Ini habaran ini. Ini beda jahil mau beraya betul. Banyak sih. Ini sih. Fokus sih. Dulu dunia waktu terjadi di barat coba. Gak ada kalau terjadi umri dan masih dunia masih terus. Kan jangan malah sedeta malah di barat bersih. Hadini orang kita muda nak untuk punya dunia takkan. Dini sama barat juga. Kata pasti tidak. Waktu tidak. Irre tidak. Yo sempre tasir bodi thare. Nabi sega injir. Nabi sega al injir. Sera apa tam nahi. Saya tu noli begitu pak. Mau kacau ni. Esa yo belada kullu taqama. Jadi mereka Allah solat. Lihat katakan mana apa yang disira. Jahil bahasa. والله بدي ولا يكون تعب. يكون شيء ده. Ya Islam imebadilika. Watu wanapotea kwa sababu hawajui dini. Hawajui. Mwenyezi Mungu anasema katika hii aya, nitawaeleza sababu zake, sababu nuzul. Iko katika aya nambari 113 katika sura At-Tauba. Anasema ma kana lin-nabiyyin wal-ladhina amanu an yastaghfiru lil-mushrikeena walau kanu uli qurba. Mwenyezi Mungu anasema haimbasi nabii na walioamini kuwatakia msamaha washirikina ijapokuwa ni jamaa. Jamaa gani? Jamaa zao. Awe ni baba yako, awe ni mjomba yako, awe ni khali yako, awe ni dada yako, awe ni nani yako. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Baada ya kuisha bainika kuwa hawa ni watu wa motoni. Mtu akifa juu ya ukafiri, juu ya ushirikina,
haina shaka huyo ni mtu wa motoni. Kwa hivyo ni haramu wewe kuwaombea. Mara ngapi unasikia wanasiasa wanakwenda kule mazishi ya watu wasiokuwa Waislamu, wanasimama huko na kunyanyua mikono, Allahumma kullahu warhamhu fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ni ujahili kiasi gani? Hajui nini huyo. Wengine wanajua lakini wanatafuta political mileage. Bwana, wanatafuta faida za kisiasa kutokana labda na jamaa yule aliyekwenda kuhudhuria nini mazishi yake. Sababu nuzuli lihadhihi alaya, sababu ya hii aya kushuka sasa, wakati Abu Talib ammi yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ikafika sasa wakati yeye ondoka duniani, inda wafati wa huwa ala firashi al-maut, hali yeye kwamba amekaa amelala juu ya godoro ya kuondoka katika maisha haya ulimwengu. Mtume alayhi salam alipata taarifa na akaja kwake moja kwa moja, akaingia hapo alipolala ammi yake. Alipokuja akawakuta pale watu wawili, Abu Jahal na Abdullah ibn Abi Amiyah, wamekaa hapo, wale vigogo vya washirikina, umeelewa? Wamekaa. Mtume akaja alayhi salam akasema, ya am, ewe ammi yangu. Ammi ni ndugu ya baba yako mzazi, nafahamu wala أعني على نفسك بكلمة واحدة أشفع لك بها عند الله يوم القيامة. Akasema, ya ammi yangu, naomba unisaidie tu kwa kutamka neno moja, nisaidie kwa neno moja tu, nisaidie juu ya nchi yako kwa kalima neno moja tu utakalolisema tu basi, si hata mbili. Sema tu, hamna mola wa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, asiyekuwa na mshirika. Abu Jahal na mwenzake wakamkodolea macho, wakamkazia macho, wakamwambia, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Usitulete aibu, usitulete aibu hapo. Wakigeuka sasa njia za Abdul Muttalib, baba yako unakuasi njia baba yako kwa sababu hayuko leo. Yaani wanatumia ujanja kishirikina kikafiri. Umeelewa? Lakini Mtume alayhi salam akaregeza shingo lake kwa Mtume, tena Mtume akamregeshia tena, na wao pia. Walakin kana akhiru kalami, maneno yake ya mwisho ilikuwa kwamba wa huwa ala millati Abdul Muttalib, yeye yuko na nakufa juu ya njia mila, njia utaratibu ya Abdul Muttalib. Famata mata kafir, mata mushrika, alikufa mshirikina. Mtume alayhi salam akasononeka, akahuzunika sana, kawaida ya binadamu namna hiyo. When somebody loses his dear ones, yaani unapata ile huzuni, it is an automatic matter, ni jambo ambalo linakuja tu bila mtu kupenda. Bila shaka huwezi furahi, huwezi cheka, maanake uzito imekuhudi, msiba umekutimiki, uzito huko. Basi Mtume alayhi salatu wassalam, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akamshushia aya iliyoko katika suratul Qasas. Al-Qasas aya ya 56 sura ya 28. Mungu akasema hivi, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yashaa. Mwenyezi Mungu anamwambia
Ewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wewe umuongoi uongofu wa kumwafikia unayempenda aongoke. Maanake wewe huna uwezo wa kumuongoza mtu katika njia yangu ya Uislamu. Umenielewa? Mwenyezi Mungu angependa, kama angetaka mwenyewe, angelahada nasa jamia, wanadamu wote angeongoza kwa njia zao. Anavyosema katika sura Yunus kumwambia Mtume alayhi salam, walau shaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jamia afa anta tudhiru an-nasa hatta yakunu mu'minin wama kana li nafsin an tu'mina illa bi'idhnillah. Waka vima hai amka, sikiza Mwenyezi Mungu anapomwambia mtume wake, walau shaa rabbuka, ewe mtume, angelipenda Mola wako mlezi, la amana man fil ardi kulluhum jamia, wanaoishi duniani wote wamemwamini Mwenyezi Mungu na kumfuata katika njia yake. Jaza unafahamu huwa yastati an yaf'ala dhalika wama dhalika alayhi aziz. Mungu anaweza fanya atakalo, anaweza fanya kila kitu kwa Mwenyezi Mungu, lakini anamwambia afa anta tukrihu nas, hivyo utawashurutisha watu hata yakunu mu'minin, hadi pale wote wamwamini Mungu. Wama kana li nafsin an tu'mina illa billah, hawi kwa nafsi yoyote ile ni ya kumwamini Mwenyezi Mungu na kufuata njia zake ila kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivyo ndio kumbinako Mwenyezi Mungu anasema, wama kana li nafsin an tamuta illa bi'idhnillah kitaban muajjala. Na haiwi kwa nafsi yote ile yenye kufa kwa hiari yake, ama kusababisha kufa na chingine au na kingine au na kingine, sasa ile kwa idhini ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mtu amewekewa siku yake. Inna ajala Allah la yuakhir, inna ajala Allah idha jaa la yuakhir law kuntum ta'lamun, wa lan yuakhir Allah nafsan idha jaa ajaluha. Mungu kila kitu aweke kwa muda wake na kwa utaratibu wake. Usifanye ujanja wala usitafute njia za mkato, hakuna. There are no shortcuts in Islam. Usifanye mambo kinyume na Uislamu, kitu sheria imekataa. Kisha Mtume alayhi salatu wasalam akasema, wallahi la astaghfirullah Allah lak, wallahi amri yangu mtaendelea kukuombea Mwenyezi Mungu hadi pale Mwenyezi Mungu atakapokuzuia. Umeelewa? Lakini maadamu kwa mwili wa Mwenyezi Mungu hata ni sauti tatu, hata nikataza, nitaendelea kukuombea. Ndio wakati Mtume alayhi salatu wasalam aliposema hivyo, aya hii imeteremka sasa. Ile ya kwanza imeteremka kwa ajili ya Abi Talib, kwa yeye kuhuzunika kwa ami yake kufanya nini? Kufa juu ya ushirikina nje ya Uislamu. Lakini aliposema kwamba atakuja kufanyaje? Kumwombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Mzao. Hii aya kateremka. Hiyo ndo sasa imefunga historia yote kabisa. Mpaka siku ya Kiyama hakuna Muislamu anayeruhusiwa kusimama kwa kaburi ya mtu asiyekuwa Muislamu, mshirikina, kafiri, mtu amekufa nje ya Uislamu, hata kama mlikuwa majirani, hata kama mlikuwa msoma pamoja, hata kama mmefanya kitu gani. Elewa Uislamu ni tofauti na mfumo wanaofuata watu wengine, tofauti kabisa. Ulishawahi kuona Waislamu wakaenda kusali kule kanisani? Ama watu kanisa wakifanya ibada yao katika msikiti? Hakuna. Hii ni njia mbili tofauti. These are two different ways. Njia mbili tofauti. Wale wana itikadi zao, sisi tuna itikadi zetu tofauti. Ad-du'a huwa al-ibada. Mtume anasema alayhi salam, dua ni ibada. Tasikia Muislamu anamwambia bwana, wewe bwana, wewe mchungaji, atuombee Mungu. Wama du'a'u kafirina illa fi dhalal. Yaani Muislamu anafikia kiasi hicho.
Na Waislamu wanaoita pasta mpaka kwa nyumbani wafanyie dua na kuombea Mungu eti kwa wagonjwa wao. Hii ni haramu katika sheria. Ni haramu kabisa. Wapi katika sheria za Mungu mambo haya yanakubalika? Wapi? Aya ndizo hizi kwa Mtume Nabii Muhammad alayhi salam, afdalul khalaiq wal bashar, mbona wa viumbe salawatullahi wa salamu rabbi alayhi. Mwenyezi Mungu anamzuia ma kana linabii walladhina amanu an yastaghfiru lilmushrikina walau kanu ulul qurba, hata japokuwa wale waliokufa katika ushirikina ni wa karibu zao, karibu yao, jamaa zao wa karibu. Hiyo aya ilikuwa na rifaa iliteremka juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juu ya Abu Talib, yeye kutakuwa kumfanyia kwa. Kabla hii aya walikuwa wakifanya, watu walikuwa wakiomba. Ilikuwako hii aya ilikuja kufuta kabisa, kufuta hiyo completely. Kama Mtume alayhi salam alikatazwa na yeye bora wa viumbe. Sasa wewe ni nani mpaka unaenda juu ya kaburi ya mja wako sio kwa Waislamu? Unakaa kuambia kama Mwenyezi Mungu amrehemu. Mungu amekataa utamka na wewe rahma gani ya kumpa? Sio ni unafiki hali ya juu. Hiyo ni unafiki, unadhihirisha ujahili. Jambo la kwanza, elimu huna. Pili, wewe ni mnafiki. Unapotosha Waislamu. Ajabu. Ni nasi gani ya Qur'an ama ya hadithi wapi wewe kupatia ruhusa kuombea Waislamu ndio kaburi yao? Watu wakiwa hai wanaweza kusema ya Rabbi waongoze katika dini yako. Maana katika Uislamu inna dina inda Allahi al-Islam. Mungu anasema wa man yabtaghi ghayra al-Islam dina fala yuqbal minhu wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin. Yeyote yule atakayejichagulia ama atakayekhiari njia ya mfumo kinyume na ule wa Uislamu ambao Mwenyezi Mungu aushusha ulimwengu mzima, hautakubaliwa kwake. Na zaidi ya hapo atakuwa miongoni, atawaorodheshwa miongoni mwa watu watakaohasarika siku ya Kiyama, watakuingia motoni. Kwa hivyo tunawasihi wenzetu ambao wamekuwa na tabia hii, kitu inaendelea mpaka itakuja kuwa ni kitu cha kawaida. Can you imagine? Without having reference to the absolute, to divine inspiration, bila mtu kukusudia Qur'an wala hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, unakuja tu kufuata vitu hiyo. Kama umepotea mwenyewe, usipoteze wengine. Uislamu kwa mbali na hiyo kabisa. Tunasema wengine wanasema kwamba ati Nabii Ibrahim alayhi salam pia alimwombea baba yake. Nabii Ibrahim alayhi salam alimwombea baba yake ili Mwenyezi Mungu amuongoze katika njia haki na ukweli. Nafahamu. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, ilipombainikia kwamba yeye ni adui wa Mwenyezi Mungu, tabarra min, alikwenda mbali na yeye kabisa, mbali na yeye, alikwenda mbali na yeye. Alipoona baba yake bado huyu mzee labda ujinga tu na kutojua baina ya haki na batili ndio kinafanya hivi. Alipogundua kwamba kumbe sio hivyo, iko wazi. Qala salamun alayk saastaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Mungu anasema hivi katika surati Maryam aya 47. Ibrahim alayhi salam alisema kumwambia baba yake kwamba amani iwe juu yako kutoka kwangu, halitakufikia kutoka kwangu jambo unalolichukia. Anamwambia baba yake ndio, lakini alikuwa anataka yeye apate kuongoka na kuingia katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na nitakuombea Allah uongofu na msamaha, hakika Mola wangu ni mwingi wa huruma na mpole kwangu, anasema. Kisha ile aya nyingine inakuja sasa. Baada yeye kama amebainikiwa ya kwamba baba yake alikuwa ni adui ya Mwenyezi Mungu, hayuko tayari kufuata njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwamba atakufa kwa ukafiri, tabarra alikwenda mbali na yeye. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين.
Ndugu zangu watukufu wa Islam, kwa jinsi hiyo tumwogopeni sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika masala hii. Allah anatuambia ndani ya Qur'an katika sura An-Nisa aya 116, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, hakika Mwenyezi Mungu Muumba na mlezi aliyetukuka hasamehi akishirikishwa kwa jambo lolote lile au kwa kitu chochote kile katika viumbe vyake, na anamsamehe madhambi yaliyo chini ya ushirikina kwa yeyote yule amtakaye. Mtu akifa juu ya ushirikina hana msamaha, annahu sayukhalad fi nar, yeye ataishi atadumu katika moto wa jahannam milele. Hiyo ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msimamo wake. Kiumbe cha Mwenyezi Mungu ukifanya kwamba ni Mungu wa kuabudiwa, ama ukasema Mungu ana mtoto, Mungu anatuambia takadu samawati yatafattarna minhu, inakurubia Bwana mbingu kupasuka pasuka, watanshaqu al-ardu, na ardhi kutatatuka, watakhiru al-jibalu hadda, na vilima kuporomoka. Kwa sababu gani? Anda'u lirrahmani walada, kwa kumsingizia tu kwamba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ana mtoto. Can you imagine? Alafu mtu amekufa jua hiyo, unasimama juu ya kaburi lake na ambia Mwenyezi Mungu amrehemu, ampeleke huko. Wallahi wewe ni munafiki na wewe ni munafiki ya mwisho kabisa. Mnafiki asiyejua Uislamu ambaye anadhihirisha ujahili wake. Hii aya inahusu watu kama hao. Na hii aya ni ghaira mansukha, hakuna siku imefutwa, itasimama ila an yaritha Allahu al-ardha wa man 'alayha wa huwa khairul warithin. Hii ardhi itasimama mpaka siku ya hukumu. Hii aya hii kuna watu wamelifuta hiyo aya tayari kwa akili zao. Hawa ni majahili, hata hawajui. Watu wamekufa jua tayari, imeshabainika kwamba mtu ameshakufa jua ushirikina, ukafiri. Wao wanakuja kuombea kitu gani? Na Nabii Muhammad alayhi salatu wasalam ambaye ni bora wa viumbe amekatazwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wewe mama yako akifa namna hiyo una ruhusa ya kumwombea? Baba yako akifa namna hiyo ya ukafiri nje ya Uislamu una ruhusa ya kumwombea? Rehema wala msamaha hakuna. Min ba'di ma tabayyana annahum ashabul jahim. Mungu anasema hivi. Wewe ndio unamiliki roho, wewe ndio unamiliki pepo ya Mwenyezi Mungu. Unamwombea maghfira na umekatazwa. Kama mtume amekatazwa, wewe nani? Wewe ni nani kama mtume alayhi salamu anaambiwa haimpasi wala hana ruhusa ya kumwombea ammi yake Abu Talib, yule aliyemlea, mlezi wake, baba mlezi aliyemlea akamsupport. Nafahamu wala wakati alipokufa alikuja kwa mtume kwa ammi yake, anamwambia ya ammi, qul la ilaha illa Allah kalimatun uhaju biha, neno ambalo mtakwenda kututetea mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sema tu la ilaha illa Allah, hata siongeze Muhammadur Rasul. Sasa falamma mata, alipokufa sasa ala al-kufri wa dalal, alipokufa juu ya ushirikina na upotovu, Mtume alayhi salamu alihuzunika. Aliambiwa innama alayka al-balagh wa alaina al-hisab. Ndio kazi yako mtume, wewe kufikishia watu ujumbe wa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu yeye ndio yahdi man yasha ila sawa'i sabil. Yeye ndio anaongoza na mtakaye katika njia yake sawa. Mambo ya kuongoza watu ni kazi ya Mwenyezi Mungu, si za mitume, si wa mitume, si wa malaika, si wa wanadamu, si wa majini wala mashetani. Mwenyezi Mungu peke yake ndio anaongoza mtakaye yeyote ile katika viumbe vyake katika njia yake aliyochagua. Kuna watu ambao wanajiita ni mashehe, wale ni mashetani kabisa, dajjalun, madajjali wale kabisa, na kupoteza umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa upotovu yao wenyewe. Nilichokiona kwenye social media is so unfortunate. Kuna Waislamu wanaojiita Waislamu, wengi wanapotosha Waislamu katika social media, kwenye internet, katika ile TikTok na kwenye YouTube.
Kwa unaona mtu amevaa kofia na kanzu na koti tu basi unaona kwa sababu basi huyo ametosha. Ametosha kitu gani? Kinachotoka kwenye viwanja vyake ndio ni kufuru kabisa na unafiki. Tuchunge mambo kama huyajui, waulize wale wenye kujua kabla hujafanya kwanza. Ensure that your brain is engaged before putting your mouth into gear. Right? Ensure that your brain is engaged on the right dimension before putting your mouth into gear. Hii ulimi ni hatari. Unaweza kufuru kwa ulimi. Wewe unakanusha aya vile iko. Aya inamzuia mtume na masahaba na wafuasi wake wote mpaka siku ya kiyama wasiwaombee watu waliokufa juu ukafiri na ushiriki. Alafu unasema Allahumma arhamhu, Allahumma ya Rabbi mrehemu, ya Rabbi msamehe. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ni hatari kubwa sana. Kile kingine ni nasu kingine, kuna mwanasiasa mwingine sitini wa kutoka ajabu sana. Ameandamana maiti ya mtu ya mshirikina mwingine kafiri mahali. Analia juu kaburi. Analia kulia kabisa. Utadhani babake mzazi na mama akafa. Jamani. Sema Mungu ampeleke Jannatul Firdaus. Ajabu sana. Sijui kama Jannatul Firdaus ilikuwa yuko wapi. Amali yake basi. Sio ajabu. Mwenyezi Mungu akishakataa jambo imeisha. Akishakubali kitu tunafuata, akishaamrisha tunafuata. Namna hiyo. Lakini wanafiki siku zote innal munafiqina wal munafiqati ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Katika sura Tauba tu hapo ndani ya sura tu, wanafiki wanaume na wanafiki wanawake wao ni marafiki, wanasaidiana juu ya mambo ya munkari na kukataza mambo ya kheri. Yani kawaida yao. This is the nature of all hypocrites. Allah anamwambia bashir almunafiqina bi anna lahum adhaban alima. Mtume Nabii alayhi salam wabashirie, waeleze, watangazie wanafiki bi anna lahum adhaban alima. Kwa ajili yao Mwenyezi Mungu amewaandalia adhabu iumizayo kabisa. Adhabu ya Mwenyezi Mungu halina mfano kabisa. Inna adhabi huwa al-adhabu al-alim. Mungu anasema. Usifikiri adhabu ya Mwenyezi Mungu ni kama ile blast furnace, ama unafikiri kama ile ya gas cooker, ama unafikiri kama ile ya makara, ama ile ya stima, electrocution. Hapana. Adhabu ya Mwenyezi Mungu halina mfano, Sheikh. La hawla wala quwwata illa billah. Na'udhu billahi min harri nar. Ni hatari, Sheikh. Sasa wale washiriki hao wanafiki ambao wanatangaziwa adhabu ni watu gani? Alladhina yattakhiduna alkafirina awliyaa min duni almu'minin. Ni wale wanaochukulia na kuwafanya makafiri kuwa ndio ndugu zao, ndio marafiki zao, ndio wakaribu wao badala ya Waislamu wenzao. Kuna watu wanafikiri kwamba utawadhania ni Waislamu lakini wanafiki kabisa. They are inclined, wameegemea upande wa makafiri washirikina kuliko upande wa Waislamu wenzao. Wako na wao 247. Ni majuhana, hawana elimu. Ni watu wanasikia na hapa. Zaman kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio wandani. Zamani masikizi hayafanyi kazi. Watu wanasikia hii basi. Watu wanakaa kanzu na kofia na tasbihi na vitamba na baadhi za vitamba wanakimbia. Shida Sheikh anakuambia wallahi. Pahali kuna mchuzi wanaingia hapo. Wanakufia hapo. Wako tayari kusaliti maamrisho za Mwenyezi Mungu. Wako tayari kusaliti hadithi, mafunzo ya Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam. They don't mind. Na wale wanaoshikamana na njia za Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad alayhi salam wanawapiga vita. Wanawasengenya, wanawakejeje, wanawadhihaka. As-sufriyatu wal-istihza'u bid-din kufru billah. Mtu kufanyia shere, kufanyia mzaha dini na wanaoshikamana na dini ni ukafiri ulio wazi. Katika hiyo sura Tauba Mungu ameitaja
vita ya Tabuk. Walipokuwa wakirejea pale, walikuwa wakiwasengenya na kuwakejeli na kuwafanyia dharau na istihzai masahaba za Mtume Muhammad alayhi salam, kwamba wale ni watu walafi wenye kula sana na watu wenye uoga wanapokutana na adui wao, vitu kama hivyo. Yale maneno yakafika, maneno ukamfikia Mtume alayhi salam. Walipopata taarifa kwamba Mtume wameshapata habari zao, wakaja wakakimbia, wakaja kwa Mtume Muhammad alayhi salam, wanasema inma kunna nal'ab wa hakika sisi tulikuwa tukicheza tu. Ya Rasulullah, we are just mocking one another. Do you understand that? Can you imagine? Kitambo wafike aya imeshashuka tayari kwa Mtume, qul abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un, akawaambia la ta'tadiru, msifanye udhuru. Don't bring your excuses here. Your excuses are actually inexcusable. Inexcusable. Nidhuru zao hazikubaliki. Na Mtume anawaambia namna hiyo, qala la ta'tadiru qad kafartum ba'da imani, mshakufuru tayari baada ya imani. Kwamba mtu anaweza kufuru baada ya imani kwa urahisi, kwa maneno tu ya kutajeni Waislamu wenzao namna hiyo. Innal ladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhakun wa idha marru bihim yataghamazun. Yataghamaz, hiyo ni kazi ya wanafiki na washirikina na makafiri. Hiyo ndio njia zao. Innal ladhina ajramu kanu min alladhina amanu, wale watu mujrimini, mafasa, wanafiki walikuwa wakichezea shere na kuwafanyia istihzai na dhihaka walioamini Mwenyezi Mungu na mtume wake na kufuata njia zao, ndio walikuwa wakifanyia kejeli. Na leo hivyo ndivyo hao watu wanafiki wa leo wako zaidi kuliko wanafiki namna walivyokuwa wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waleo kwanza hata wako waziwazi, hata wanaonekana waziwazi, hawajali. Sijui kama tunaelewana tena. Chunga ndugu zangu watukufu wa Uislamu, usije ukaondoka katika imani kwa kwenda kinyume na maagizo za Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama vile udhu wako unaweza kutenguka, ama sala yako ikaweza ikabatilika, au ama sauma mahaji au vivyo hivyo imani yako pia inaweza kubatilika kabisa, ukaondoka nje ya Uislamu kwa matamshi yako tu. Nawaqidul iman qawliyan wa amaliyan. Wangapi wanaswali hapa na tayari kama wameshaondoka nje ya Uislamu zamani na hawajijui, wakati ya kufa ndio watatambua. Wallahi mtu utakuta kwamba anakuwa swali kweli anasukua wajibu wake kwa hapa na uso arudi namna hiyo, anafukulia wengine. Shaka kama hivyo tunatafuta upate nini hapo? Unakosa kazi bure. Kazi ya bure. Ndio wanadharau Waislamu. Yeye na wasengenya sasa. Watu wanajifanya kwamba watu siongeza kwa peponi zamani. Kama kafu zao na kutia hao hapa siku zote. Siku tunakata msikitini na kusiweza wanauzi watu. Wanazungumza hivi, ndio mazungumzo na maneno ya ya wanafiki ilikuwa hivyo hata wakati wa Mtume. Lakini ya saizi hata imepita mpaka kabisa. Watu wachunge. Ukejeli dini na watu walioshikamana na dini. Nguo zao bwana zipiti hapo na madevu zao bwana na mazao bwana. Ndugu yangu, unapozungumza maneno kama haya tayari Uislamu umeshauvuka wewe. Wale mnaambao umeshaondoka, umeshanitadi tayari. Wao wasawali walikuwa na Mtume Muhammad alayhi salam, walienda mpaka vita jihadi kupigana, lakini kwa sababu ya matamshi zao dhidi ya masahaba za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuja kuwakejeli na kuwafanyia istihzai na sukhria, hilo ndio sasa Mwenyezi Mungu akateremsha aya ya kuondoa katika imani. Mtume anawaambia la ta'tadiru, msifanye excuses yote kabisa. Do not provide any excuses. Msifanye yudhuru. Qad kafartum, mshakufuru tayari baada imanikum, baada imani yenu ya Uislamu. Wao wanafikiri ukiwa Muislamu utakaa tu Uislamu mpaka ufe. Wewe chunga. Usifikiri utabaki kwenye Uislamu mpaka ufe wewe. Usipojichunga. Mambo ya kudharau dini na wafuasi wa dini utakiona cha mtema kuu. Na wale watu ambao wanajifanya ni mashehe, wakofia na kanzu mashehe, shehena siku zote ni kukimbiza tu mahali kuna mlo, mahali kuna hela. Ajabu sana.
Wakiona pesa wamesahau dini, kwisha. Wakiona hela wamesahau dini, wallahi kabisa. Imani yao, mizani ya imani yao iko juu ya hela, juu ya pesa. It is all material money and a material wealth. Can you even show them money? They forget about Islam and its teachings, and that's what they normally do. Sasa adui yao kubwa ni wale ambao wanafuata dini na kuendesha gurudumu la Uislamu mbele. Wajua wao wanabagua watu, hawataki watu kukaa na amani. Hii ndio matamshi za wanafiki hao. It's so unfortunate. Wewe baba yako kama si Muislamu akifa utamsalia janaza, utamkosha, utamtia kwenye sanda. Baba yako mzazi kama yeye si Muislamu, nafahamu? غسل الميت عبادة فالعبادة لا تصيح إلا من مسلم. Kumkosha maiti ya Kiislamu ni ibada, na ibada haiswihi ila kwa Muislamu. Sasa wewe kwenda unaenda kwa kaburi ya mtu asiyekuwa Muislamu kwenda kumwombea, ni ibada gani? Nani alikufundisha hiyo? Nani alikufundisha? Waislamu tuchungeni sana imani. Leo watu wanakwenda na akhiri zamani, watu wanaenda nje ya imani kwa wepesi bila kujua. Kwa ajili ya siasa unaondoka katika Uislamu, kwa sababu ya hela unaenda katika Uislamu, kwa sababu ya kabila unaenda nje ya Uislamu. Mtume anasema alayhi salam, sayati ala an-nas zaman atakuna tahiyatu takunu ala al-ma'rifa. Itakuja zama katika umma watu kusalimiana baina yao itakuwa kulingana na kule kujuana, ala al-ma'rifa. Maarifa akibekiti na dawa nzuri kwa akhiri zamani, maana na hiyo, kwa sababu unamsalimia mtu kwa sababu labda ni uko yako, anatokana na uko yako. Wanaangalia watu unapiga darubini, unaona hakuna unayemjua hapa, unawapita. Ama unakuta Muislamu anakuja mbele yako, unaingia kwa mfuko na